Ujio wangu hapa Kilimanjaro ni ujio ambao nitakuwa na masomo maalum, na nikisema maalum ni maalum kwenu, kwa ajili yenu, lakini hayataishia tu hapa. Yatakuwa ni faida kwa ajili ya nani angalia kwa njia ya TV na wao nani angalia kwa njia ya mitandao ya kijamii, hasa YouTube. Huu ni ujumbe maalum ambao nataka ukusaidie kwenye maisha ya Ukristo wa kila siku. Huu ni ujumbe maalum ambao nataka ukusaidie jinsi unavyohusiana na utumishi wa Mungu. Andika kama unaandika. Ujumbe wangu nataka ukusaidie ujue jinsi ya kuhusiana na watumishi wa Mungu. Ujumbe wangu nataka ukusaidie upate faida unapokaa na watumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wanaishi na watumishi wa Mungu, wanakaa nao makanisani, wengine wanao majumbani, wengine ni watu wao wa karibu, marafiki, jamaa zao, lakini hawanufaiki na wale watumishi. Mojawapo ya jambo ambao nataka ujue, Mungu hajaweka watumishi kwa bahati mbaya. Naposema watumishi, nitaifafanua na watumishi gani, kwa sababu kila mtu ni mtumishi wa Mungu, lakini ni watumishi kundi gani nalo alisema, nitakufafanulia baadaye. Kwa hiyo Mungu hawa watumishi nitakawasema ambao ni watumishi gani, utawajua baadaye. Hakuwaweka tu juu yetu, aliwaweka tunufaike nao. Hebu tuseme wote, watumishi waliowekwa juu yetu hawakuwekwa tu, Mungu aliwaweka ili tunufaike kupitia wao. Sasa kutokana na hilo swali nilosema, nitakupa kichwa cha ujumbe kinachosema kueleza haja mbele ya mtumishi wa Mungu, au kama ujui neno haja haijakaa vizuri kwako, mahitaji. Kueleza mahitaji mbele ya mtumishi wa Mungu, au kueleza mahitaji kwa mtumishi wa Mungu. Is this biblical? Hii ni kibiblia kweli? Tujiulize swali la kwanza. Mtu kutoka hapa akaenda kwa mtumishi akaelezea haja zake, akaelezea mahitaji yake, ni kibiblia? Mtumishi wa Mungu ameokoka, mimi nimeokoka, kwa nini nimuelezee haja zangu? Kuna swali huwa linakuja hilo. Ana Roho Mtakatifu mtumishi wa Mungu, na mimi nina Roho Mtakatifu, namueleza nini? Anaomba mtumishi wa Mungu, na mimi ninaomba, kwa nini nimuelezee haja zangu? Analijua neno la Mungu, na mimi nalifahamu neno la Mungu, kwa nini nimuelezee haja zangu? Hayo ndio maswali ambayo yapo. Lakini somo la leo nataka likueleze, je, ni halali kueleza haja na sababu zake ni nini? Na kama si halali, sababu zake ni nini? Ili usiishi na mtumishi wa Mungu na ujue ushirikiana naye vipi. Kama unanielewa mpaka hapo, sema niko tayari kusikia. Niko tayari kusikia. Sema kwa nguvu, niko tayari kusikia. Sasa labda nianze kusema watumishi wa Mungu ninao wasema, kila mtu ni mtumishi wa Mungu ikiwa wewe mcha Mungu, unamtumikia Mungu, kila mtu. Lakini lipo kundi la watumishi wa Mungu ambao Mungu ameweka juu yetu kama waangalizi wetu, ambao jina la jumla tutaona baadaye wanaitwa wazee wa kanisa. Wote watu waliowekwa kusimamia roho zetu au kutusimamia kiroho wana jina la jumla, a collective name, ambao linaitwa church elders. Ni wazee wa kanisa. Kwa hiyo hao wazee wa kanisa, kwa nini wanaitwa wazee wa kanisa tutaona baadaye, lakini jua hao wanaitwa wazee wa kanisa bila kujali ni mwinjilisti, bila kujali ni nabii, bila kujali ni mwalimu, bila kujali ni mchungaji, wanaitwa wazee wa kanisa. Sasa hawa viongozi wa kiroho au waangalizi wa kiroho au kwa jina la jumla wazee wa kanisa, je, ni sahihi kuwapelekea mahitaji, kumweleza napitia hii kwenye ndoa, napitia jambo hili kazini, au nauliza kwa Mungu, Mungu anasemaje juu ya hili, ni sahihi? Sasa ili tujue ni sahihi au sio sahihi, tuangalie kuanzia Agano la Kale after rudi Agano Jipya. Nani anapenda kujifunza? Oh yes. Apendaye mafundisho. Apendaye mafundisho. Now, tuanzie Agano la Kale. Tuangalie, je, makuhani ambao Mungu aliweka kama viongozi juu ya watu wake walihusianaje na watu? Walitakiwa watu walete haja zao, na kama walileta ilitakiwa iweje? Je, hawakupaswa kuleta, na kwa nini hawakupaswa kuleta? Tuangalie Walawi 19 mstari wa 21 mpaka 22. Na huyo mwanamume ataleta sadaka yake ya hatia, aitoe kwa Bwana hata mlangoni pa hema ya kukutania, kondoo dume kwa hiyo sadaka ya hatia. Kisha huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake na huyo kondoo dume wa sadaka ya hatia mbele za Bwana kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehe hiyo dhambi yake aliyoifanya. Angalia sasa. Now, tayari tumepata kujua kwamba pamoja na kwamba wale walikuwa wote ni taifa la Mungu, lakini juu yao Mungu aliweka makuhani. Na wale makuhani akawaambia hivi,
ninyi mna special assignment. Mtakuwa ndani ya hekalu. Oh yes. Na lile hekalu mtakalo kuwepo, mtakuwa kwenye eneo ambalo limewekwa maarufu au maalum linaitwa eneo la madhabahu. Watakuja watu ambao wanataka muwapatanishe na mimi. Wale watu nataka muwapatanishe na mimi wataleta sadaka kama tulivyoona kwenye andiko. Mtatoa sadaka kwa niaba yao. Alafu kisha mtaniomba mimi na mimi nitawasamehe wale watu kwa sababu ya maombi yenu. Oh yes. Kwa hiyo ulikuwepo utaratibu tangu Agano la Kale ambapo watu walitakiwa kupeleka mahitaji yao. Kama walitaka msamaha, walikuwa wanataka baraka, walikini walienda kwa nani? Walienda kwa kuhani. So hilo Agano la Kale. Hatujajua Agano Jipya likoje, lakini tuangalie kwanza Agano la Kale. Kwa watu walikuwa wanaruhusiwa kupeleka mahitaji yao kwa makuhani. Nyanyua mkono juu. Sema sasa nimetambua. Agano la Kale walikuwepo makuhani juu ya watu wa Mungu ambao walipokea sadaka, wakafanya sadaka za upatanisho kwa niaba ya watu wengine. Hesabu 15:25 angalia. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya mkutano wote wa wana wa Israeli. Wote. Kwamba kuna kipindi Mungu alitaka watu wakusanyike mkusanyiko wote. Twende kusoma. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya mkutano wote wa wana wa Israeli. Nao watasamehewa. Maana lilikuwa ni kosa. Nao wamekwisha leta matoleo yao. Sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Na sadaka ya dhambi pia wameleta mbele za Bwana kwa ajili ya kosa lao. Kwamba itakapofika mahali ambapo wana makosa, Mungu amekosana nao na Mungu anataka sasa wasamehe, maandiko yanasema ndipo watayatoa matoleo mbalimbali ambayo tutapitia siku ya leo. Na yale matoleo yataletwa ikiwemo na sadaka maalum ya dhambi. Naye kuhani ataisongeza mbele za Bwana. Naye kuhani akishaongea na Mungu, Mungu atawaridhia wale watu. Sasa bado tungejiuliza kwa nini watu wakwenda wenyewe? Jibu ni rahisi, Mungu ana utaratibu wake. Oh yes. Ndio utaratibu Mungu aliuweka. Lakini katika Agano lile la Kale, mbali na makuhani, kulikuwa kuna kundi jingine la manabii. Lile Agano la Kale. Am I teaching somebody here? Oh yes. So kundi la kwanza, kwa nikae hapa ndo mnaelewa. Kundi la kwanza waliopelekewa mahitaji walikuwa nini? Makuhani. Lakini hasa mahitaji ya makuhani ilikuwa ni juu ya nini? Ya upatanisho wa nini? Wa dhambi. Ili watu wasamehewe. Ndio walikuwa wamespecialize kwenye hayo. Kwamba kila watu walipomkosea Mungu, Mungu anataka kuwapiga. Kwamba Mungu anataka kuwamaliza. Oh yes. Aliwaambia mkutano wote wa Israeli, sometimes ilikuwa ni mkutano, sometimes individually, mtu mmoja, nenda kwa kuhani akupatanishe. Oh yes. Kwa hiyo tangu Agano la Kale kuna watu Mungu anawawekaga. Oh yes. Ambao kuna jambo linatakiwa litokee. Oh yes. Amewaweka upitie kwao. Oh yes. Lakini sina uhakika Agano Jipya tutaona baadaye. Oh yes. Lakini kwa sasa tuangalie Agano la Kale. Lakini achana na kundi la makuhani ambao wao walikuwa wanafanya upatanisho wa nafsi. Wanampatanisha mtu na Mungu kwa njia ya kuondoa dhambi zao. Kundi la pili ambalo lilikuwa linapokea mahitaji ya watu ni manabii. Piga kelele, manabii. Manabii. Mwambie mwenzako manabii. Aha, Mwanzo 20:7. Angalia. Kabla sijakusomea andiko natakiwa ujue mtu nitakayemsoma hapa anaitwa Abraham, lakini Abraham kipindi chake akiitwa Abraham alikuwa nabii. Watu wajuaje kama Abraham alikuwa nabii? Abraham alikuwa nabii. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo. Anayeongea hapa ni nani? Ni Mungu. Anaongea na mfalme fulani ambaye alikuwa anaitwa mfalme Abimelech, ambaye alikuwa amechukua mke wa Abraham anaitwa nani? Sara. Sasa Mungu anamwagiza Abimelech amrudishe Sara, lakini sikiliza maagizo yanavyosema. Mungu akasema, "Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii." Huyo mtu ni nani? Ni nabii. Maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulionao. Na Mungu, sababu ya kwamba uende kwa Abraham, kuna sababu mbili pale. Sababu ya kwanza umrudishe mke wake. Sababu ya pili upate maombi kwa kuwa ni nani? Ni nabii. Teach chief apostle. Yeah. Now, so tuna move kutoka kwenye mambo ya kwenda kupatanishwa nafsi kwa sababu ya dhambi. Nao tumekuja tunaona kundi la pili ambao lilikuwa lina offer nini? Prayer. Oh yes. Lakini hili ni agano gani? Hatujui Agano Jipya, tutaona baadaye. Lakini tuangalie tangu zamani manabii walikuwepo wakisubiri watu walete mahitaji yao ili Mungu apate kuofa prayer. Prayer gani hapa? Ili wasife. Maana yake kwa lugha nyingine kutoa roho ya nini? Ya mauti. Oh yes. So Mungu alimwambia Abimelech, "Can you teach here?" Teach chief apostle. Mungu alimwambia Abimelech, "Unakaribia kufa wewe."
Lakini ili usife, ni naye nabii wangu anaitwa Abraham. Tena yule uliyomkosea ndiye atakusaidia kuondoa mauti. Unawezekana ukakosana na mtumishi wa Mungu. Usijue ndo yule wa kuondoa mauti yako. Chief Apostle. Akasema huyu uliyechukua mke wake, huyu ndiye anafaa kukuombea upone nini? Mauti. Ili nisipate kukumaliza na nyumba yako. Ikabidi ajinyenyekeshe. Kwanza akarudisha mke. Baada ya kurudisha mke, akapiga magoti. Akasahau ufarume wake. Alipopiga magoti, Mungu akamwambia muombe sasa. Akamwekea mkono, akafukuza nini? Mauti. Keti. Chief Apostle. Lakini mwambie mwenzako, lakini ni agano la kale. Mwambie kwa nguvu, lakini ni agano la kale. Tumuone nabii mwingine, Ayubu 42 mstari wa 8 hadi wa 10. Ayubu, basi sasa jitwalie ng'ombe dume 7 na kondoo dume 7, mkamwendee mtumishi wangu Ayubu. Ayubu hakuwa kuhani, alikuwa nabii. Mkajisogezee sadaka kuteketezwa, na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi. Prayer. Atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye. Niwatendee kulingana na kulingana na upumbavu wenu. Kwani ninyi amkunena mambo yaliyonyooka katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea maishani mwenu ambayo inaweza kuleta laana. Lakini ili nipate kuwabariki, kuna mtu atachilia maombi ya baraka. Anaitwa nani? Nabii nani? Ayubu. Nabii nani? Ayubu. Wamefufuka Wachaga wangu, wamefufuka. Nabii nani? Ayubu. So ni utaratibu wa Mungu, lakini agano la kale hatujajua jipya, hatujafika. Kwamba ilikuwepo kundi la kwanza la makuhani, Mungu alilitumia kwa ajili ya kuondoa hatia za watu. Likawepo kundi la pili ambalo ni la nini? La manabii, ambao Mungu alilitumia waombee watu wanapoonekana wako kwenye nini? Matatizo. Wangapi wameelewa mpaka hapo? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Wangapi wameelewa mpaka hapo? Umeelewa mpaka hapo? Tuendelee. Mstari unaofuata. Basi Elifazi Mtemani na Bildad Mshuhi na Sofari na Maathathi ya nani? Ayubu. Swali. Simple question la darasa 3B, okay? Maombi yalikuwa yanaenda kwa nani? Okay. Maombi yalikuwa ni kwa ajili ya Ayubu au wale watu? Kwa ajili ya wale watu, si ndio? So Kiswahili kizuri itakiwa Mungu awaridhie wakina nani? Wale watu, si ndio? Lakini Biblia inasemaje? Alimridhia nani? Ayubu. Maana yake unatakiwa ujue Mungu anapomweka mtu juu yako, lakini bado tuko agano la kale. Mungu hakusikilizi wewe kwa sababu ni wewe. Anamsikiliza yeye anachokisema yule kwa ajili yako. Wangapi wameweza kuelewa? Leo utajua umuhimu wa mtumishi uliye naye. Watu waseme So ukiangalia hapa kwamba anaomba kwa ajili ya watu, itakiwa tuseme Mungu akawaridhia wale watu. Lakini statement ina change, eti Mungu akamridhia Ayubu. Kwa hiyo it's Job and God. It's between God and Job, sio wewe. Kwa agano la kale. Lakini pe mweza kwa hifadhi mwambie agano la kale hilo. Mwambie agano jipya hatujui itakuwaje. Tumwangalie nabii Elisha, Wafalme wa pili 4:11 na kuendelea. Huyu nabii Elisha, na angalia, ikawa siku moja ikafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Nani huyo? Elisha. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muita yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama wewe umemtunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfarume au kwa kamanda wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika hali katika watu wangu mwenyewe. Stop there, tutaendelea baadaye. Huyu ilikuwa ni story ya mama Mshunami. Hello. Kuna wengine mikono yao iko nyumbani. Hello. Huyu ilikuwa ni mama Mshunami, mnamjua wote kama unasoma Biblia, ambaye alikuwa anaishi na mume wake ambaye tayari mume wake alikuwa ashaanza kuwa nini? Mzee. Maandiko yanasema katika kuishi kwao hawakuwa na nini? Hawakuwa na mtoto. Siku moja, mnajua historia ilivyo, wakawa wamemkaribisha Elisha mpaka kumjengea. Tuikate story iwe fupi. So walipomkaribisha Elisha, siku moja Elisha akiwa amekaa mle kwenye kile chumba walichomjengea, akamuita mtumishi wake alikuwa anamsaidia, anaitwa Gehazi. Akamwambia Gehazi, nenda umuite huyu mama wa nyumba aje kwangu. Yule mama akaja. Alipofika, Gehazi akamwambia yule mama, ongea chochote kwa nabii anakusikiliza. Nabii nani? Elisha. Good. Now, so nabii Elisha akamwambia, ukiniambia mama chochote unataka kuniambia. Sasa angalia anayemwambia aseme. Angalia mstari 13. Ona, ndio ujue watumishi wa Mungu wakisimama.
Angalia, akamwambia sema sasa naye sasa. Tazama wewe umemtunza sana namna hii, utendewe nini? Je, uombewe neno kwa mfarume? Kumbuka Elisha hana cheo kwenye serikali. Yes. Oh, watu nimeacha watu hapa. Yes. You are very slow. Elisha hana cheo serikalini. Ni prophet, is just a prophet. Lakini anasema mimi nina uwezo, ukitaka cheo serikalini na mwambie mfarume. Oh yes. Ayaya. Sijajua nani anataka cheo serikalini. Oh yes. Anasema unataka cheo hata serikalini, niambie. Angalia. Ni nabii, huyu nabii sijajua kama hii inaruhusiwa Agano Jipya, tutaona baadaye, lakini kama inaruhusiwa. Oh yes. Oh yeah. Tutaona baadaye. Na angalia, akamwambia sema naye sasa. Tazama wewe umemtunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfarume? Maana yake tupeleke request kwa mfarume. Ingekuwa ni nchi yetu, tumwambie rais kitu akufanyie teuzi. Oh yes. Au kwamba kwa kamanda wa jeshi, au twende kwa mkuu wa majeshi tumwambie. Oh yes. Anasema chagua. Yule mwanamke akamjibu, mimi sihitaji kuombewa kitu kwa mfarume, mimi sihitaji kitu kwa kamanda wa jeshi, ila unatakiwa ujue nabii, mimi nakaa na watu wangu mwenyewe. Kwa lugha nyingine, nina upweke hapa niliko, kuna kitu kimepungua. Kitu gani? Mstari unaofuata. Akasema basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Kuna vitu viwili hapo hujavielewa. Shapakati kusikia. Nitaongea vizuri, nitaongea kwa kufumba kwa sababu kuna watoto wadogo. Anasema huyu hana mtoto lakini mume wake ni mzee, maana yake afanye kazi tena. Mmeshaelewa? Kwani hujui? Kwani hujaelewa? Kwani uelewe ninachomaanisha? Mwambie wenzako haleluya. Afu mwambie ya. So mama akajieleza pale, akasema issue sio tu mtoto, hata kule kwingine ni brother and brother, sister and sister. Elisha akamwambia wewe kwa kuwa umeleta kwa nabii. Oh yes. Sijui kama manabii wale wanaruhusiwa hii, ila kama wanaruhusiwa. Oh yes. Hey. This is Chief Apostle live and direct in Kilimanjaro. Tikisa. Na angalia msao unafuata, angalia. Akamwambia kamwite. Na alipokusha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Oh yes. Akasema la. Hey. Sijajua mwakani unataka nini. Mwambie mwenzako rasha kataya baya. Perus katkoshka baya. Mwambie mwenzako ya. Kati. Na angalia. Akasema panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana. Akasema la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Maana yake kama namwambia nabii usiniambie uongo, kuna wengine wakosha mdanganya. Oh yes. Na angalia, akaendelea kusema, yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto wa kiume wakati huo huo mwakani kama Elisha alivyomwambia. Oh yes. Okay. Swali langu, kumbuka somo langu linaitwa kueleza haja zako kwa mtumishi wa Mungu. Tunataka tuangalie kibiblia ni halali si halali. Tumekusha kuona ni halali, lakini swali la pili linalobaki, je, ni halali Agano la Kale peke yake au na Agano Jipya au pote? Tutajua baadaye. Lakini sasa hivi tuko Agano gani? La Kale. Lakini umemwona sasa hivi tuko kwenye kipengele cha manabii, amemueleza haja zake, si ndio? Oh yes. Tena kwa ujasiri nabii anamwambia hata kama unataka cheo serikalini, tell me. Nabii amefurahi. Oh yes. Tikisa Chief Apostle. Anasema kama utaki serikalini kwa rais, basi kwa mkuu wa majeshi unataka nini? Unataka unalindwa tu. Naweza kuamuru akawa nakulinda hapa. Akasema sitaki kulindwa, ila nataka mwana. Akasema mwakani majira kama haya. Ya. Nini ninajifunza hapa? Maana yake watu wanapoenda kwa mtumishi wa Mungu, kila mtu ana hitaji lake. Mwingine anataka apewe favor kwa mfarume. Oh yes. Mwingine anataka apate favor kwa mkuu wa majeshi. Oh yes. Lakini kuna mwingine anataka mwana. Oh yes. Do something, son of Major One. Now, okay. So tumeona watu gani? Tumeona makuhani. Tumetoka kwa makuhani tukaona watu gani? Manabii. Manabii tumemwona Abraham, tumemwona Ayubu, tumemwona na nani? Elisha. Tumeona na nabii mwingine Musa.
Kutoka 3:7 hadi 10 haraka. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Aliona mateso ya Musa, aliona mateso ya watu wake. Mateso ya watu wake. Na listen to me. Musa wakati huo wala hakuwa Misri. Wale mnasoma Biblia wakati huo tayari Musa alikuwa ameshaondoka, yuko wapi? Midian. Wakati huo tayari Musa alikuwa ashaondoka, yuko Midian. Kwa hiyo mateso yale wala ya kumhusu Musa. Waliokuwa chini ya kongwa la utumwa wa Farao kule Misri ilikuwa ni hao wa Israeli wengine. Lakini Mungu anamfuata Musa, anasema nimekufuata wewe, lakini nimeona mateso ya watu wangu wapi? Misri. Sijajua haya mambo kama naruhusu Agano Jipya, ila kama yapo Agano Jipya haya mambo yatakuwa mazuri. Oh yes. Angalia. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe kutoka katika mikono ya Misri, niwapandishe kutoka katika nchi ile hadi nchi njema. Kisha pana nchi itiririkayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani, Muhiti, Mwamori, Mperizi, Muhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Anasema hivi, kuanzia sasa mimi nimeona mateso ya watu wangu, lakini hao watu wangu mahitaji walionayo sitaenda straight kwao na kutumia wewe. Oh yes. Wote mnaijua story ya Musa. Musa kaenda akaongea na wazee wa Israeli. Biblia inasema alipofika aliita kwanza wazee wa Israeli, akaanza kuongea nao, akaanza kueleza, akamuita Haruni, akaanza kueleza kwamba Mungu amenituma kwenu. Na wakamuuliza, Mungu aliyekutuma anaitwa nani? Akaanza kuambia, aliyenituma anaitwa Niko, ambaye niko. Kwa sababu Musa alimuuliza Mungu, nitakapoenda nitawaambiaje? Akasema, nenda umwambie kwamba nimekutana na Mungu ambaye niko, ambaye niko. Kwa hiyo before Musa hajafanya chochote, alienda kwanza akawaita wazee, akawaeleza. Akasema, nina mpango kuondoa kwa sababu ya mateso yenu. Mimi ndo nimewakilisha mateso yenu kwa nani? Kwa Mungu. Pia kile Nabii Musa. So tunaona Musa ndiye alibeba mateso yale watu, japo yeye hakuwa katika mateso. Isaya 6 mstari wa 8, andiko la mwisho katika Agano la Kale. Alafu baada hapo tuangalie Agano Jipya inakuaje. Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Tusome wote kanisa zima. 1 2 3 kwa nguvu. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani kwenda yetu? Ndipo niliposimama mimi hapa, nitume mimi. Huyu watu wanatumia ile andiko eti ni Yesu. Sio Yesu. Ni Mungu alikuwa anaongea na Isaya. Sio Yesu. Now, Mungu ameona anataka kufanya jambo chini kwa watu duniani. Alafu anatafuta mtume nani? Isaya akasema, nitume mimi. Mungu anasema anataka kufanya jambo Kilimanjaro, ni mtume nani? Boneka akasema, nitume mimi. Oh yes. Na angalia, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Isha tu hapo, mstari unatosha. Kwa Isaya akasema, I'm ready. Wote mnapoendelea kusoma utaona Mungu akamchukua, akamsafisha kinywa, akamsafisha ulimi, akampa nguvu, si kwa ajili ya Isaya, ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Oh yes. So tumeona katika Agano la Kale hasa magrupu haya mawili, makuhani na manabii. Mungu aliwatuma katika assignment tofauti wasimame, kwani hata Amos akasema, hakika nimetambua ya kwamba Mungu hafanyi chochote bila watumishi wake manabii. Oh yes. Our question is now, je, Agano Jipya? Muulize mwenzako kwa nguvu, Agano Jipya je? Tunafaa kupeleka mahitaji yetu kwa watumishi wa Mungu? Naomba jibu hili, sema ndio. Ndio. Ningesikia vigegele na shangwe kama mnajua hivi. Agano Jipya bado ustaarabu wa kupeleka mahitaji kwa watumishi wa Mungu upo, isipokuwa kilichobadilika ni kimoja. Can I teach now? Teach sir. Kwa sababu tusipofundisha hapa ndo mnachemka. Can I teach you? Teach sir. Kilichobadilika Agano Jipya ni hiki. Hatupeleki mahitaji yetu ya dhambi kwa mtumishi. Mtu anapotubu dhambi zake anatubu direct kwa Yesu Kristo. Makuhani ndipo waliokuwa wanapeleka dhambi za watu mbele za Mungu, lakini Kristo Yesu akiwa msalabani, lile eneo ambapo makuhani walikuwa wanafanya ibada za kutoa dhambi za watu, pazia ilipasuka kuonyesha kwamba kila mtu anaenda mwenyewe nao. Oh yes. Nimewaacha. Iko hivi mama Kaya hii, baba Ndegule nisikilize. Agano la Kale makuhani walikuwa wanaenda katika sehemu ya patakatifu na wanajifungia na pazia
pazia ya hekalu, wanatoa dhabihu, wanatoa zile sadaka, wanatoa zile dhabihu, wanachinja wanyama ili Mungu awaridhie wanadamu. Lakini Agano Jipya, Yesu alipokuja akamtoa, Mungu akamtoa Yesu kama kafara yetu. Ndio maana akapigwa misumari. Ndio maana alikuwa na chanwa. Ile kuchana ndio inaitwa sadaka ya kuteketeza. Mara wachane hapa, mara wapige hapa. Ilikuwa sio bahati mbaya. Alikuwa anatolewa kama sadaka ya kuteketezwa. Alafu alipotolewa kama sadaka ya kuteketezwa, maandiko yanasema akawekwa pale msalabani. Wakati anaweka pale msalabani, jua lilikuwa linawaka bado, na jua lilikuwa linawakilisha moto. Ndio maana ile sadaka ya zamani ya ng'ombe ilipowekwa kwenye madhabahu ilitakiwa ichomwe moto ili Mungu aikuikubali. Kwa hiyo Mungu alipomchoma Yesu kwa kutumia ile jua, na Mungu alipoikubali ile sadaka, ndio unaona jua likatoweka. Maana yake Mungu tayari amepokea ile sadaka mbele zake. Oh yes. Ndio maana maandiko yanasema jua likawa na giza, hapakuwepo na nuru. Mungu kuambia kwamba tayari nimeshaipokea sadaka, imeyeyuka katika ulimwengu wa roho, nimewaridhia. Kwa tangu wakati huo hatupeleki dhambi zetu kwa makuhani. Hauendi kwa mchungaji kumwambia mchungaji, jana nimeiba kuku, alafu kesho kutwa nasema nimeiba na wigi, alafu siku nyingine nasema nimeiba na shati. Hatufanyi hivyo. Kila unapoona unahatia, unaenda mbele za Mungu straight na kuomba rehema. Oh yes. Ndio maana maandiko yanasema tukikaribia kiti cha rehema na neema, tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Oh yes. Kiti cha neema na rehema kiko wazi mpaka leo madhabahuni. Hapo ulipo, mwambie Mungu wa rehema ni rehemu. Nipe nguvu ya kunisaidia niendelee mbele. Unaomba mwenyewe hapo ulipo. Watu wa Mungu waseme amina. Amina. Ananiambia, mbona tunaitwaga madhabahuni? Unaitwa madhabahuni kuongozwa sometimes. Sababu kuna wengine tunabidi tuwaongoze na tuwape maongozo. Wengine hawajui sana neno. Tunaongozwa ila sio kuja kusema dhambi zako. No. Na kama kuna mtumishi wa Mungu anauliza watu, umefanya nini? Mimi bwana jana tulipigana. Mimi nilipompiga nimpige ngumi 3 tu, lakini akavimba kidogo. Kama kuna mtumishi wa Mungu anasikiliza hivi, anakosea. Agano hili kila mtu anajieleza mbele za Mungu aliye hai. Oh yes. Yasema ingia hapo katika maombi, funga chumba chako, omba kwa siri, na Bwana aliye sirini atasikia na atakujibu haja zako. So atuendi kwa kuhani tena. Kuhani nimefanya hivi, kuhani bwana nimefanya. No, we don't do that. So kilichoondoka Agano Jipya ni hicho. Hello. Oh yes. Hello. So amnisikie. Hello. Oh yes. Je, kama swala kupeleka mahitaji ya dhambi limeondoka, mengine yako vile vile. Mengine yapi ya kupeleka mahitaji yako? Isipokuwa nini? Usiende kwa mwinjilisti useme, mwinjilisti nataka nikueleze. Jana bwana ofisini nikapitiwa, pale ofisini bwana kulikuwa na hela mezani nikazinyakua. Mwinjilisti nisaidie maombi. We don't do that. Hiyo imeondoka, imebaki Agano la Kale. Ile imefanywa na Yesu mwenyewe straight. Ila mahitaji mengine nayo habari njema. Oh yes. Nasema ninayo habari njema. Oh yes. Mambo mengine kumwelezea mtumishi, asije mtu na doctrine mbovu ya kukuambia kwa kuwa na Roho Mtakatifu usimweleze mtumishi mambo yako. Kwa kuwa si umeokoka usimwambie mtumishi mambo yako. Kwa kuwa umejazwa Roho usimwambie mtumishi mambo yako. Kwa kuwa unajua neno la Mungu usimwambie Mungu mambo yako. No, tumepewa mamlaka tofauti. Wote tumeokoka sawa. Yes. Wote ni wana wa Mungu. Yes. Lakini jinsi tu wenye nafasi na kusikizwa mbele za Mungu, asikudanganye mtu, hatufanani. Exactly. Ndio maana katika Agano Jipya sema yes. Yes. Ndio maana katika Agano Jipya kuna watu ambao waliandikwa na wakaelekezwa. Hao watu wanaitwa wazee wa kanisa. Yes. Wazee wa kanisa maana yake nini? Neno uzee sio umri. A church elder is not about age. Church elder is somebody with maturity and the knowledge and wisdom of the Holy Spirit who can lead others. That's a church elder. So wazee wa kanisa wenye maturity, wenye ufahamu, wenye hekima ndio wanawekwa kuongoza wengine, sio umri. So mzee wa kanisa, tafsiri ya pili ya mzee wa kanisa, maana yake ni kiongozi wa watu. Ndio maana uzee. Ndio ukienda mbinguni watu wanaitwa wazee 24. Haina maana wanamvi. Wao ndio wanaongoza wale wazee 24. Wao ndio wanaongoza worship. Ni leaders. Kuna mamlaka fulani makubwa nayo. Ndio wanaitwa elders. So an elder sio age. An elder ni majukumu, ni responsibility. Kwa wale watu waliopewa responsibility juu yenu ndio wanaitwa church elders. Oh yes. Anaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu kama nabii, ni church elder. Mchungaji, church elder. Na wengine mnaowajua. So kama mtu anapewa kusimamia kundi, kuliongoza kiroho, anaitwa church elder. Biblia inasema hawa church elder tukiwa na matatizo tunaenda kwao. Oh yes. Yakobo 5:18-16. NIV.
kwa Kiingereza. If anyone among you sick. Umeona neno sick? Biblia ya Kiswahili inasema mtu akwenu akiwa hawezi. Ambao Kiingereza hawezi maana yake nini? Sick. Tukisema kwa Kiswahili cha kawaida ni nini? Mgonjwa. Anyone among you sick. Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with the oil in the name of the Lord. Oh yes. Swali, hawa watu Biblia inasema mtu wa kwenu, neno mtu wa kwenu maana among you, nyie waliookoka, sio wapagani. Oh yes. Mtu mwingine ananiambia, unajua wazee waliambiwa kaombea watu ambao sio wa kanisa. No, Biblia inasema among you. Waliokuwa addressed hapa ni watu wa Mungu. Hapa alikuwa na address kanisa. Akasema miongoni mwenu akipatikana mgonjwa, inawezekana amekuja ibadani mgonjwa, au ni mwenzenu lakini yuko nyumbani mgonjwa, waiteni wazee. Swali, kwa nini wale watu wasiombe wenyewe? Haina maana wakiomba hawatasikilizwa, mnielewe vizuri. Haina maana wana nguvu ya kujiombea wenyewe, lakini kuna namna ambavyo Mungu ameweka utawala wake kwamba watumishi wake wakija inarahisisha kazi kiwepesi. Oh yes. Ikiwa una tenki la maji, can I teach you now? Teach you, Chief Apostle. How I wish mchangamke na nyie. Teach you, Chief Apostle. Ikiwa una tenki la maji hapa, oh yes, kazi yake ile tenki la maji ni nini? Ni kuhifadhi maji. Si ndio? oh yes. Uwezi kusema ngoja niende kule mtoni ambapo maji yanaanzia, ukienda utapata. Lakini kwa nini nichukue mlolongo wa kufunga safari niende mpaka kule mtoni maji yanapopatikana wakati kuna tenki ambalo ni mzee wa kanisa? Oh yes. Woo. So Mungu anajua ukiomba hapa unaweza ukaenda straight ukaombea mahitaji yako, it is possible. Lakini sometimes inaweza kuchukua diversion, sometimes inaweza kuchukua a long way, sometimes Mungu anaweza kuona anasema kuna watu ambao among you, oh yes, nao kula nao, nao kaa nao, oh yes, wanaweza wakasema in the name of Jesus, oh yes, shamba ambao utafunga siku 4 ukapata ndani ya siku moja. Oh yes. Teach you, Chief Apostle. Na ndio maana nawaambia kwa Kristo hatufungi tupate vitu vyetu. Hatufungi ili upate gari. Oh yes. Haufungi na kuomba ili upate cheo. Kupata cheo ni swala mtumishi kusema pokea. Unafunga mahusiano yako na Mungu. Oh yes. Unafunga ule ushirika wako na Roho Mtakatifu. Unafunga ili usikilize sauti ya Mungu. Oh yes. Kwa maelekezo ya kihuduma. Oh yes. Kwa maelekezo ya kujua mapenzi yake. Oh yes. Lakini kwa habari ya kupokea hivi vitu, kwa habari si kupokea uponyaji, sijui pepo kutoka, uende ukafunga siku 3 ili majini yatoke. Sema hapana. Sema hapana. Unahitaji nini? Wazee. Unahitaji nini? Wazee. Unahitaji nini? Wazee wa kanisa. Oh yes. Pigia Yesu makofi mengi sana. You don't need to tell me I'm fasting 4 days. Naomba Mungu aniponye. Mzee kanisa yuko wapi? Kwa sababu kuna uponyaji ambao amepewa. Ndio maana Yesu akasema nani amenigusa? Kwa sababu kuna nguvu imenitoka. Oh yes. You need to touch a man of God. Can I touch you? Can I touch you? Do it, son of Major. Kansa itaondoka. I receive. HIV itayeyuka. I receive. Kisukari kitayeyuka. I receive. Degedege itaondoka. I receive. Hiyo ugonjwa utakuachia. I receive. Nitagusa na nitasema. Oh yes. Piga kelele kama. Woo! Kati. So kuna vitu vingine mimi nafunga ili nipate cheo. No! Nenda kwa mzee wa kanisa. Apostle unawalia watu siombe. No, tunaomba, tunafunga tena siku nyingi kwa ajili ya mahusiano yetu na Mungu. Tunafunga tuue mwili ili roho yetu iwe active. Tumsikie Mungu kirahisi. Tumwabudu Mungu kirahisi. That's why tunafunga. Si kwa ajili nipate cheo. No. Cheo kuna mtu ambaye yuko naye among you. A church elder. Woo! There is a church elder. Oh yes. Ambaye akinyosha mkono hivi mambo yanakuwa. Oh yes. Somebody shout yeah. Kati. Umeelewa? Oh yes. So I'm not teaching a wrong doctrine to say katika Agano Jipya sasa mtumishi anawafundisha watu wasiombe waende kwa mtumishi. No, kwa sababu kazi ya maombi so nifunge timu. Wengine wanafungaga mke wake aje. Wewe unapofunga ndo anatengenezwa. Mashuvi andoskiva ya. I receive. So hawa watu unatajuaje? Yakobo anasema msihangaike. If there is a sick man among you, if there is anyone who is sick among you, just invite church elders. Oh, yes. They will pray and anoint you in the name of the Lord. Oh yes. Do it,
son of Major. Oh shabahatos kabaya. I receive. Merus kabahita. I receive. Medukufka aya. I receive. Shonto koprakada. I receive. Lekata kataka. I receive. Leo nitasimama. Oh yes. Kama mzee wa kanisa. Oh yes. Nitakutamkia. I receive. Pokea cheo. I receive. Pokea baraka. I receive. Uinuliwa. I receive. Maana kukumbuke. I receive. Kwa jina la Yesu. I receive. Pokea. I receive. I receive it. Pigia Bwana Yesu makofi mengi sana. Ala kata kapla hato shika paya. I receive. Watumishi agano la kale wote tunawacombine kwenye jina la pamoja inaitwaje? Wazee wa kanisa. Yasema Yakobo alikuwa aambii, kwani mbona hajawaambia mtu akiwa kwenu anaumwa nenda mkafunga na kuomba? Alisema kawaite wazee. Mbona uniiti? Njoo kwangu. Hawataki. Njoo kwangu. No, tayari ulishaniita ndo maana niko hapa leo. Oh yes. Hey, so wiki nzima ambao niko hapa Kilimanjaro. Oh yes. Nimekuja kama a church elder. Aha. Among you. Oh yes. Nitatamka kwa mtu fulani. Oh yes. Ikawe cheo itakuwa cheo. I receive. Uponyaji unatoka uponyaji. I receive. Baraka itakuwa baraka. I receive. Piga kelele speak church elder. Speak church elder. Sema speak to me church elder. Speak to me church elder. Be seated. Woo. Ala bahito sika pradiazo. I receive. Tuone mfano mwingine. Kornelio. Kornelio agano jipya. Matendo ya Mitume sura 10 kuanzia 25 mpaka 30 kama muda utaturuhusu. Kornelio akatoka amlaki akamwangukia miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamuinua akasema simama, mimi nami ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani akaona watu wengi wamekusanyika. Watu wangapi? Walikuwa watu kiasi gani? Wengi. Maandiko yanasema akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea, lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi na wauliza ni neno gani mlioniitia? Kila mtu anataka atamke sentence. Sema ninalo neno nilokuitia. Ninalo neno nilokuitia. Sema apostle ninalo neno nilokuitia. Apostle ninalo neno nilokuitia. Sasa nitauliza swali kama alivyouliza Petro na utanijibu hivyo. Utanijibuje? Ninalo neno. No, apostle anda na apostle. Utanijibuje? Apostle ninalo neno nilokuitia. Je, kuna neno lolote ulioniitia? Apostle ninalo neno nilokuitia. Swali, unamueleza nani hapo? Apostle au Mungu? Apostle. Simple. Exactly. Agano gani hili? Agano jipya. Agano gani hili? Agano jipya. Petro alitumwa na nani aende kule? Na Mungu. Kwa nini Mungu hakwenda direct kwa wale watu? Si agano jipya? Maana watu wana kawaida kuhubiri kusema hili ni agano jipya. Wanadhani kila kitu cha agano la kale. Kuna hii doctrine mbovu kwenye Ukristo kudhani kila kitu kilichoanza agano la kale kimeisha. Ni doctrine mbaya sana. Hili ni agano jipya. Mungu anakutana na Petro, alimtokea kwenye maono. Wote mnajua alimtokea Petro alikuwa anasali. Maono yale tafsiri yake ilikuwa kwamba Mungu anamwambia nenda ukawaombee nini? Mataifa. Kuna mtu wangu anaitwa Kornelio, ni mtu wa mataifa na watu wenzake, nenda ukawaombee. Petro akabishana na Mungu, lakini baadaye Petro akafanyaje? Akakubali, akaenda. Shingo upande, lakini akaenda. Kwa nini Mungu akwenda direct? So kabidi Mungu amwambie Petro nenda. Na Petro alipoenda akasema mnalo neno la kuniambia. Na mimi nauliza, unalo neno la kuniambia? Nalo, apostle ninalo neno. Unalo neno la kuniambia? Apostle ninalo neno la kukuambia. Unayo shida ya kunieleza? Apostle ninalo neno la kukueleza. Nami nimekuja hapa. Oh yes. Nitasikiliza maneno yenu wote. Oh yes. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh yes. Swali, kwa hiyo ni kibiblia Yes. Inakubalika kibiblia Yes. Twende kusoma, angalia. Kornelio akajibu au akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii, yani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'arazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zimekumbukwa mbele za Mungu. Ukiendelea mbele tutaendelea. Akaanza kumuelezea jinsi Mungu alivyomtokea na yeye. Kwa hiyo Mungu tunagundua hapa ametokea wangapi? Kamtokea nani kwanza? Petro. Akamwagiza kwa Kornelio. Alafu Mungu huyo akamtokea na nani? Kornelio, akamwambia kamuite Petro. Kwa hiyo Mungu alinitokea mimi akaniambia nije Kilimanjaro. Oh yes.
Nina uhakika na wengine wiki mbili zilizopita, Oh yes. wengine hata masaa machache yaliyopita, kuna sauti umesikia kwamba nenda kwa apostle. Oh yes. So Mungu ndivyo anavyofanya kazi. Hebu keti. Mungu ndivyo anavyofanya kazi. Ameweka utaratibu. Ulianza Agano la Kale utaratibu, unaendelea. Kilichofutika ni ule utaratibu wa kuelezea nini? Dhambi. Na nameelewa mpaka hapo. Nikikupa mtihani leo, utaratibu wa kuelezea haja uliofutika ni upi? Kuelezea dhambi zako kwa nani? Kwa watumishi wa Mungu. Lakini je, kupeleka mahitaji mengine bado ipo? Matendo ya Mitume 9:17. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma. Wow. Yesu yeye aliyekutokea katika njia ulioijia upate kuona tena, ukajazwa Roho Mtakatifu. Umeona hiyo? Huyu alikuwa ni Sauli wakati amekuwa nini? Kipofu. Hajui cha kufanya. Mungu akamwambia Sauli, nenda utakutana na mtu mjini. Wakati huo Mungu akamtokea huyo mtu mjini anaitwa Anania, akamwambia kuna mtu kipofu anakuja. Wewe wakati unaandaa, sijui na madeni na nini, sijui nitafanyaje, hii school fees, sijui ugonjwa, wakati unafanya hivyo, na mimi kwenye maombi yangu Mungu ananiambia kuna mtu ana school fees, hana school fees. Oh yes. Kuna mtu anatafuta ada. Hawajaelewa. Oh yes. Okay. Let me break down. Wakati Kornelio anaona maono, na Mungu akamwambia muite Petro. Petro naye aliona maono, akaambiwa akamuone nani? Kornelio. Mimi nawaachia wakati naambiwa nije Kilimanjaro hapa. Oh yes. Kuna mtu nao uliambiwa, hebu wiki hii, hebu ombea kitu hiki. Ulikuwa unakiombea kwa sababu ndio Mungu amenituma nikisolve. Oh yes. Are you ready? We are ready, Chief Apostle. Oh yeah. Huyo ni Paulo. Tumeona mwingine wa mwisho, wanawake waliokuwa kimlilia Petro. Wanawake walikuwa kilia, wanamlilia Petro kwa sababu ya kumpoteza mwanamke mwenzao anaitwa Dorcas. Okay, unaweza kusema Apostle Kornelio aliambiwa muone Petro kwa sababu Kornelio hajaokoka. Unaweza kuwa na hiyo point. Unaweza kusema pia Sauli alimwambia akaone Anania muombe kwa sababu Sauli bado ndo alikuwa hajakomaa kiroho. Sasa nitakuonyesha wanawake, Biblia inasema watakatifu wa Bwana. Oh yeah. Nataka kujenga hoja. Hello. Oh yes. Apendaye mafundisho upenda maarifa. Naangalia, nataka kujenga hoja hapa kwa sababu kuna watu wanakuambia, wengi mnapingwaga. Wewe unamwambiaje mchungaji mambo yako? Wewe unamwambiaje mchungaji akuombee? Wewe unamwambiaje mtume akuombee? Kwani usijiombe mwenyewe? Huwa mnaambiwa. Leo nataka niwasaidie. Oh yes. Huwa mko sawa ila mnaga hoja. Nawapa hoja. Oh yes. Na kuna mwingine atakwambia kumwambia mtumishi mambo yako ni sawa, lakini Kornelio alikuwa mtu wa mataifa. Ndio maana Kornelio akamwelezea nani? Petro mambo yake amsaidie. Watakwambia pia kama mchungaji aliwaambia Sauli naye alikuwa hajaokoka pale. Ndio alikuwa amekutana na Yesu pale Dameski. Kwa hiyo Sauli alikuwa juu neno, alikuwa juu mambo ya Mungu, ndio maana Sauli akaenda kwa Anania. Sasa tunaenda kwenye kipengele kingine ambapo utaona watu wanaojua neno, wanaojua kuomba. Oh yes. Tena Biblia inasema ni watakatifu. Oh yes. Na ni wacha Mungu, na bado na wao walitakiwa wapeleke mahitaji kwa mtume. Oh yes. I feel like I'm alone here. I'm alone. Do I have people in this house? Do I have people? Oh yes, Chief Apostle. Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 41. Now kila mtu anisikilize kwa makini. Wewe uliyeko hapa naona naangalia kwa njia ya mtandao na kwa njia TV, nisikilize kwa makini hapa, utajua kwa nini huwa tunakuja tunasema tupe mahitaji yako, aidha andika au tueleze. Tunafanya hivyo kibiblia. Na angalia, mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa. Jina lake akiitwa Tabitha, tafsiri ya jina lake hilo ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani, maana yake juu orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Ishia mpaka hapo. Hawa ni wanawake, Biblia inaeleza, au watu wanatuma wajumbe wawili. Oh yes. Waende wapi? Waende mji wa Lida. So Petro kwa kipindi kile alikuwepo mji mmoja unaitwa Lida, lakini na ule mji wa Lida ulikuwa karibu na mji wa Yafa. Na hapa Yafa ndiye amefariki mtu anaitwa Dorcas au nani? Tabitha au paa. Na huyu mwanamke alikuwa amejaa matendo mema, wote mnajua.
alikuwa, kwa leo tungesema kama alikuwa ana charitable organization. Kwa hiyo alikuwa anawapa watu vitu, anawafanyia matendo mema. Akafa, wakasema haiwezekani mtu huyo akafa. Wakamuosha mwili vizuri, wakaweka gorofani juu, wakatuma watu waende Lida, mji wa Lida, wakamuita nani? Petro. Lakini hawa wanawake walikuwa na sifa gani? Sikiliza. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka, akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile nguo, wakimuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona na Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petro akajiinua, akaketi. Akampa mkono, akamuinua, hata kisha kuwaita wale watakatifu. Akampa mkono, akamuinua, hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Wale watu ambao walitaka waombewe ni watu gani? Watakatifu. Ni wapagani? Watakatifu. Ni wa mataifa? Watakatifu. Lakini walipeleka haja zao kwa nani? Kwa nini wakuomba wao? Kwa sababu ni watakatifu. Nani mempa jibu la kuwajibu watu? Oh yes. Watu wanakuambia wewe si mtakatifu. Wewe si mtu wa Mungu. Siombe mwenyewe. Biblia inatuambia hawa wajane walikuwa ni watakatifu, lakini bado waliona umuhimu wa kumuita Petro ambaye ni mtume. Na nyie najua ni watakatifu. Kuna umuhimu wa kuniita mimi mtume niombe leo. Oh yes. Na nimekuja. Oh yes. Hujasikia nimekuja? Oh yes. Nasema nimekuja. Oh yes. Nimekuja. Oh yes. Sio kusema wala walikuwa watakatifu, wangeomba wenyewe. No. Na hamna mahali hapo Biblia inatuambia walifanya makosa. Kwa nini uhangaike wakati kuna vipawa tumepewa? Kwa nini uhangaike kujua kitu wakati mimi naanza kukueleza? Haya. Oh yes. Kitu kimoja tunatakiwa ujue, tunafanana wokovu, ila tufanani karama. Oh yes. Tunafanana wokovu. Oh yes. Hatulingani nguvu ya Mungu. Tunafanana wokovu, hatulingani majukumu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Yes, na mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe umeokoka? Yes, na mimi nimeokoka. Lakini unaweza kuwa na kitu kikubwa ambacho mimi sina. Sihitaji kwenda kufunga siku 4, nitakwambia nitamkie. Oh yes. Oh yeah. Do it, Chief Apostle. Kama umeelewa, nyanyua mkono, sema haleluya. Haleluya. Mara ya pili sema haleluya. Haleluya. Mara ya tatu sema haleluya. Haleluya. Watu wa Moshi sema haleluya. Haleluya. Haya, uko tayari nishughulikie mahitaji yako? Oh yes. Je, ni kibiblia? Oh yes. Ni sahihi? Oh yes. Imekaa kimaandiko? Oh yes. Wewe kuniambia unapitia haya? Nimwombee mgonjwa uliye naye? Nimwombee mtu anataka cheo? Oh yes. Nimwombee anataka kusafiri? Oh yes. Nimwombee anataka promotion? Oh yes. Nimwombee anataka oh yes. Swali la mwisho, mtu wa Kilimanjaro, tujiulize mimi na wewe. Je, ni nini kinatokea ninapomwambia mtumishi mahitaji yangu? Kwa sababu lazima tujue nini kinatokea pale. Nini kinatokea, au ni jambo gani, au ni mambo gani yanatokea ninapokuwa nimemweleza mtumishi nini? Haja zangu. Na mjui kwa nini nahubiri hivi? Ni kwa sababu nimekuja mnieleze mambo yenu, na mimi nimuombe Bwana uone itakavyotokea faster. Okay, nini kinatokea mtu anapokuwa anaeleza haja zake kwa nani? Kwa mtumishi wa Mungu, au kwa lugha ya Agano Jipya ni nani huyu? Mzee wa kanisa. Namba 1, anakupa direction. Inaweza kama ukapata nini? Direction. Au kukupa mwelekeo. I don't know kwa Kiswahili kama inakaa sawa. Kukupa mwelekeo. Inawezekana kuna jambo ambalo unataka ujue uendeje, uliendeje, ni njia gani utumie. Unapoenda kwa mtumishi wa Mungu, mojawapo ya kitu anachofanya, sio yote kwamba utayapata wakati mmoja, lakini mojawapo ni kukupa mwelekeo, ni kukupa direction. Nyanyua mkono, nataka kila mtu anajua haya mambo. Sema, ninapoenda kwa mtumishi wa Mungu, Mungu nijalie kujua ni njia gani nifuate. Nini mapenzi yako kwenye biashara hii, kwenye uchumba huu, kwenye mahusiano haya, kwenye huduma hii? Nipe direction kupitia mtumishi wako. Wafalme wa pili 1:16 haraka. Akamwambia, Bwana asema hivi,
kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Beelzebub mungu wa Ekron. Je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli uulize neno lake? Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia kaenda kumwambia kwa mfarume, wewe umeona hakuna Mungu katika Israeli ukaje kuuliza? Alichokuwa anamaanisha, kwa nini kuja kutuuliza sisi tukwambie neno la Bwana? Anasema kwa kuwa kuuliza direction kwa Mungu utakufa. Sasa siko kwenye issue ya kufa au kupona hapa, lakini nachotaka kusema najenga hoja kwamba nabii alikuwa anamwambia sisi ndo tunatakiwa tukuambie neno la Bwana. Namba 2, unapoenda kwa mtumishi wa Mungu, unapomweleza haja nini kinatokea, ni ili andiko lililonenwa wakiwa katika kunena nitajibu litimie. Kuna andiko la Isaya linasema hivi, watu hao wakiwa katika kunena, neno kunena maana yake kuongea. Hao watu wakiwa kwenye kuongea, mimi nitawajibu. Kwa hiyo lengo la Mungu kukutuma wewe uende kwa mtumishi wake, anachokitaka mbele ya mtumishi wake simply uongee. Ukiwa unaongea majibu yanatoka pale. Oh yes. Isaya sura ile ya 65:24. Na itakuwa ya kwamba kabla wajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. So tendo la Mungu kukujibu au kukusikia halikamiliki mpaka ufanyaje? Unene. So Mungu anaweza kukuleta tu kaja kwangu, anaweza mtumishi wa Mungu kuna jambo inapita. Mungu anataka tu utimize tendo la kufanya la kunena. That is it. Mungu anasema nishasikia sasa. Na ndio maana watu wengi anaongea na sisi hivi. Unaweza kuongea na mimi hivi nisonge chini nikaondoka. Kitendo cha kuongea hivi na ulikuwa unaongea kwenye sanduku la agano, kwenye presence of God. Oh yes. Unashangaa ugonjwa umeisha, unasema mimi nilienda kumwona mtumishi hakuniombea wala, lakini ugonjwa siusikii. Nao watakuwa katika kunena nitasikia. Oh yes. Na kabla hawajaomba nitawajibu. Oh yes. Kondo lengo la kwenda kwa mtumishi. Namba 3. Imeeleweka hiyo? Oh yes. Unapokuwa unanena mbele za mtumishi wa Mungu, nini kinafanyika? Namba 3. Mtumishi wa Mungu anachukua haja zako na kukuombea. Sawa sawa na ile Yakobo tuliyoiona sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 15. Unakumbuka ile Yakobo? Mtu akiwa kwenu hawezi au mgonjwa, awaite wazee wa kanisa wafanyaje? Wamuombee. So unanieleza nikuombee. Nyosha mkono sema ninalo jambo nataka nikuambie apostle. Naomba uniombee. Naomba uniombee. So nataka ufeel free from today. Unapoenda kwa mtumishi uko sawa. Oh yes. Hawaelewi. Uko sawa. Oh yes. Uko kibiblia. Oh yes. Yeah. So unaswaza kwa nini? Labda Mungu ataniona kama mimi ni mvivu. No. Kama unaamua kufunga na kuomba ni kwa mambo mengine uhusiano wako na Mungu, lakini vitu vyako Mungu ameviweka ndani ya watumishi. Oh yes. Wenye vipawa vya kuona. Oh yes. Vipawa vya uponyaji. Oh yes. Ni sahihi kabisa. Namba 4. Ya 4 ni tofauti. Ya 4 inafanana na ya 3 lakini ina tofauti. Ya 4 sasa inafanana na tofautiana kidogo. Ya 4 unapoeleza haja zako kwa mtumishi wa Mungu ni ili muungane kuomba pamoja. Kuna mambo ambayo mtumishi atakwambia ili tuombe pamoja. Inatokana na Mungu anamwambiaje. Matendo ya Mitume 9:10 mpaka 11, alafu tutaruka kwenda mstari 17. Na angalia. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania, akasema mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia simama uende zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitayo Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Anasema kuna mtu kule ana shida anaomba, nenda ungane naye. So me I will be so happy. Mbali na zote nilizozieleza, nikiwa nakuja kukuombea and you are praying too. Oh yes. So anamwambia nenda katika nyumba moja, utamkuta mtu anaitwa Sauli ambaye baadaye akaja kaitwa nani? Paulo. Huyu Sauli yuko kwenye maombi, nenda ungane naye. Oh yes. So kitendo cha mimi kuja hapa Moshi, nimekuja kuungana na wewe kwenye maombi yako. Oh yes. Mambo ambayo umeombea miaka 2. Oh yes. Uliyoombea mwaka mzima. Oh yes. Uliyoombea tangu mwaka umeanza. Oh yes. Sasa hivi ni mwezi huu. Oh yes. Imepita miezi kadhaa. Oh yes. Tangu mwaka umeanza, nimekuja kuungana na wewe kwenye maombi yako. Sala 17. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia upate kuona tena, ujazwe Roho Mtakatifu. Anafanya maombi na amemkuta naomba. Au I wish wakati nakuja hapa ningewakuta kuna watu na nyie mko kwenye maombi. Sijajua kama kuna mtu hivi. So hii hapa huwa ni muhimu. Hii ninaifundisha, usiache kwamba mtumishi afanye tu. Yes, it can happen. But mambo mengine yanahitaji muungane. Ndio maana baadhi ya watumishi watakwambia tufunge siku 2. Yes. Inakuwa sio wewe peke yako. Ni wewe na mtumishi. Namfundisha mtu kitu hapa. Oh yes, Chief Apostle. Mwingine atakwambia tufunge siku 1. Masaa 12. Inua mkono sema mtumishi wa Mungu. Oh, sauti yako sio nzuri. Sema mtumishi wa Mungu kwa nguvu. Mtumishi wa Mungu. Ninayo mambo unayopitia. Naomba tuombe wote.
na tuungane kwenye maombi. Usishushe mkono. Nataka nikuambie hivi, miongoni mwa vitu nitakavyokuambia hapa, ili ndio mimi nalipenda zaidi. Kwa sababu tatizo la kutoungana na mtumishi kwenye maombi, unaweza kupata muujizo kayeyuka kwa sababu umepandwa kwenye udongo mbaya. Oh yes. Ndio maana watu wanapata miujizo. Unaona watu pepo wanatoka, kesho Jumapili anayo tena. Unaona mtu anapata muujizo na yeye kwa sababu wakati muujizo unakuja kwa sababu ya yule mtumishi. Wewe uliopokea ukoje? Kwa hiyo maombi yanakuandaa wewe na mimi nakuja nimejiandaa, tunakutana wote tuko sawa. Oh yes. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa uwepo wako. Kuwa mtu wa uwepo wako. Ninapopeleka haja zangu mbele za mtumishi wa Mungu, tunakuwa tunaomba pamoja. Kama vile Anania alivyoenda kumuombea Sauli, akamkuta Sauli naye anaomba. Mtumishi wako amekuja leo kuniombea mimi hapa, na mimi naomba, naungana naye. Ndio maana nikufanulie, ndio maana katika ibada zetu tunapoanza kuomba tunasemaga prayer. Umeelewa maana yake? Naanza kusema natamka hiki, afu nawaachia muda na nyie nasema prayer, na nyie mnaomba Baba katika jina la Yesu. Huwa ni ile ya wewe mimi inatibua vitu. Ya wewe mimi tunaenda kwenye uwepo wa Mungu. Ya wewe mimi. Na inatakiwa hivyo. Kanisani usije ukakaa tu unasubiri wekewe mkono. Naomba, omba na wewe. Mimi naomba na wewe omba. Mimi naomba na wewe omba. Namuita Mungu, muite Mungu. Jina la Yesu, taja jina la Yesu. Wote kwa pamoja. Oh yes. Wangapi mwanzo kuelewa? Unaona mkono sema niko tayari kuomba. Niko tayari kuomba. Ya mwisho kwa leo. Unapoenda kwa mtumishi wa Mungu kupeleka mahitaji yako, unapewa neno la ufunuo. Hii ni tofauti na ile ya kwanza. Direction ni kitu kingine na ufunuo ni kitu kingine. Hii unapewa neno la ufunuo au unaambiwa the mind of God. Wafalme wa pili 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Wafalme wa pili 4 mstari wa kwanza hadi wa 5. Basi mwanamke mmoja, hello. Neno la ufunuo nini? Kabla sijasoma kuna watu wajue. Neno la ufunuo ni sasa nakwambia, kwa jambo linalofanyika hivi, ufunuo na direction ni vitu tofauti. Direction, labda nianze kwenye direction. Direction ni pale ninapokuambia katika swala unataka kufanya ili baada ya kwenda biashara Uturuki nenda China. Hiyo ni direction. Okay. Usijenge hii nyumba hapa Moshi. Kaijenge wapi? Dar es Salaam. Hiyo ni direction. Lakini nikisema ufunuo ni nini? Ufunuo inakuja kutatua jambo. Direction ina kazi ya kukuongoza eneo. Yes. Au kwa mtu. Ile ufunuo unakuja kutatua jambo, ndio maana revelation. Kwa mfano nitasema, kwa hili unalolipitia, Mungu anasema katoe sadaka kwa yatima. Huo ni ufunuo. Oh yes. Hello. Hapo kuna kitu nimefanyaje? Nimefunua. Au nikisema kinachosababisha shida kwenye nyumba yenu, nimeona pale kuna sehemu ambapo kuna kitu cha hivi kinafanyaga hivi. Huo ni ufunuo. Ufunuo unalenga kuangalia nini shida, lakini pia ufunuo unalenga kuangalia nini utatuzi. That's revelation. Nafikiri mmenielewa. Oh yes. Na angalia sasa. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia nabii Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia, maana aliyemdai, amekuja ili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ujifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanae, hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Kinachoendelea mnakijua. Baadaye akapata vile vyombo vimejaa, akauza, akapata hela ya kulipa deni na ya kutunza familia yake. Neno alilopewa pale ni neno la ufunuo. Oh yes. Swali, hili neno la ufunuo alipewa kipindi amefanyaje huyo mama? Kipindi ameenda kujieleza kwa nani? Kwa nabii Elisha. So tumeona mambo matano, okay, kwa muhtasari. Nyosha mkono. Tumeona mambo matano unapoenda kwa mtumishi wa Mungu. La kwanza, anakupa mwelekeo, ni wapi uelekee, au ni kitu gani sahihi, au ni kwa nani mtu aliye sahihi. Namba 2, ili unapojieleza ni ili andiko litimie, ya kwamba wakiwa katika kunena nitasikia, nao kabla hajaomba nitajibu. La 3, unapojieleza kwa mtumishi ni ili mtumishi akuombee.
La 4, unapojieleza kwa mtumishi ni ili mtumishi aungane na wewe katika maombi. Lakini la 5 ni ili akupe neno la ufunuo, na hilo ndilo neno la Mungu. Inua mikono, mpigie Yesu makofi sana. Inua mikono juu, piga makofi juu. Tena, 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 tena.